بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Sharh Sunnah الإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia sehemu ya mwisho katika maneno ya al-musannif rahimahullah. نسأل الله حسن الختام. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعة أو الاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، و5 صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة الكسوف أو صلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنة الجزيل الأقدم جلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى: بعد أن بين المصنف رحمه الله في هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان وأصوله، baada ya kubainisha mwandishi rahimahullah katika risala yake hii aliyoandika kwa ikhtisar
baada ya kubainisha yale yanayofungamana na iman na misingi ya iman, khatama bibayani darurati al-amal wa ahamiyatihi, akakhitimisha kukubainisha dharura ya mtu kufanya amali na umuhimu wake, wa annahu min thimari al-iman as-sahih, wa amal ni katika matunda ya imani sahihi. فمتى صح الإيمان في القلب واستقام تبعته الجوارح بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. imani ikisihi katika moyo wa mwanadamu na kunyoka, bila shaka viungo vyote vitafuata katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali njema, kama qala sallallahu alayhi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, tanabahini, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna pande la nyama, likitengenea pande hili basi utatengenea mwili mzima, na ikiwa litaharibika pande hili la nyama na mwili mzima utaharibika. Tanabahini, pande hilo la nyama ni moyo. Subhanallah. Na hii ya kufahamisha kwa nini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kitu cha kwanza alichoamrisha kulingania ni tauhid, kwa sababu tauhid yautengeneza moyo wa mwanadamu, na ndio da'wa ya mitume wote. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kwa wote walikuja wakalingania katika tauhid, kwa sababu moyo ukishatengenea na kusafishika, basi biidhnillah ta'ala viungo vitafuata, itakuwa ni sahali kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Na ndio maana ukaona kuwa da'wa yoyote ambao haitasimama katika misingi ya tauhid haiwezi kufaulu, kama vile da'wa iliyosimama katika misingi ya kulingania katika tauhid ni da'wa ambayo itafaulu bila shaka. Hata akiwa mlinganizi katika wakati anaulingania ana wapinzani wengi, Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru hata baada ya kuondoka. Chukulia mfano mzuri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, alilingania katika sunna, nia katika tauhid, akakataza bid'a na shirk. Jaza yake ni kufungwa jela. Ahlul bid'a wakamtilia fitna kwa viongozi wakati ule, akafungwa, afungwa akiwachwa, afungwa akiwachwa, mpaka akafia jela. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya qurun, subhanallah, akajalia daula nzima imesimamia katika da'wa aliyolingania Sheikhul Islam rahimahullah. Na mpaka leo katika vikao vya ilmu watu wakikaa daima atatajwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Na yeyote asiyemtambua Sheikhul Islam, huyo kidogo akae pembeni katika mambo ya elimu, hafahamu elimu.
manake leo mpaka kufar hili walifahamu. Hakuna asiyelifahamu kuwa huyu alikuwa ni mwana wa chuoni ambaye wakati wake kulikuwa na wajinga wengi sana hawakufaidika na elimu yake. Hawa wazungumza katika kuwajibu watu wa falsafa na namna Sheikhul Islam alivyowakanga wote akiwa peke yake, wote akawaangusha. Bali hakuna ilmu isipokuwa Sheikhul Islam rahimahullah. Na tuchukulie mfano wa ilmu ya falsafa, aliisoma akaifahamu kuliko wale wanaodai kuwa ndio ilmu yao, kisha akatumia ile ile silaha akawarudi nayo rahimahullahu ta'ala. Allah akamnusuru kwa sababu alilingania katika tauhid na haki, alilingania katika sunna. tizama al-Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, mpaka leo atajwa katika vikao vya ilmu. Na tizama da'wa yake ambayo alilingania katika tauhid ilikuwa ni sababu ya kusimamisha daula ambayo mpaka leo imesimama. Haya, tizama walinganizi wa siasa, Ikhwanul Muslimin, wakanusa harufu ya uongozi kidogo, kisha hao wakatupuliwa mbali kando. Sasa wamewekwa katika orodha ya magaidi, wana vitimbi kweli kweli hao watu, sababu ulinganizi wao si wa haki. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo latakikana mtu alishughulikie katika kulitengeneza ni moyo wake. ونصوص الوحيين كثيرة متضافرة في بيان الترابط بين الإيمان والعمل. نصوص za Qur'an na Sunna ni nyingi katika kubainisha mafungamano baina ya iman na amal. فلا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل يذكر فيها الإيمان إلا ويذكر بعده العمل. Takriban huwezi kupata aya katika kitabu cha Allah inayotaja iman isipokuwa pale pale baada yake kutataja nini? Amal. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kama fi qawli ta'ala walladhina amanu wa amilus salihat fi ayatin kathira, katika aya nyingi ilitajwa. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يبين ثمرة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى katika kitabu chake Miftahu Dar as-Saada abainisha matunda ya mtu kujua na kujifunza majina ya Allah na sifa zake. قال فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. رحمة الله عليه. kila mja akimjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ndio humtaka zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha na yeye zaidi, maana humtafuta zaidi Mola wake kumtambua na kumjua kwa majina yake na sifa zake, na huwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. wa kullama kana laha ankaru kana billahi ajhalu. Kwa upande mmoja, kila akiwa mjuzi kuyajua majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu huwa mjuzi zaidi wa kumfahamu Mola wake na hufanya bidii katika kutafuta kila kitakachomkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni wale wapinzani wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wajinga wa kutomjua Mola wao, ajhal wa ilayhi akrah, na ni wenye kuchukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa minhu ab'ad, na wakumbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. انتهى كلامه رحمه الله.
وقد سار على مثل هذا الصنيع عدد من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد na wamefuata mkondo huu wa kutaja mwanzo wa i'tiqad kisha kutaja a'mal. Idadi katika wanavyuoni walioandika katika i'tiqad منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام رحمه الله katika kitabu chake العقيدة الواسطية فإنه ختمها بذكر جملة من الأعمال الصالحة. alikhitimisha kitabu chake hiki kwa kutaja jumla ya amali njema wal akhlaq al fadila na tabia tukufu njema وحذر من المحرمات والآثام akatahadharisha kule mwisho kitabu chake kutokamana na madhambi ambayo yaliyo haramu لأن هذا هو ثمرة العقيدة التي لا تنفك عنها. sababu haya ndio matunda ya itikadi sahihi. Matunda haya hayaachani na itikadi sahihi. Mwenye itikadi sahihi kisawa sawa basi vitendo vyake vitakuwa vyema, sababu ndio matunda ya itikadi sahihi. Na ndio maana utaona walionyoka kabisa katika dini kama wanavyotaja ulama ni ahlul hadith, kwa sababu itikadi yao ni itikadi ya salaf. Kwa hiyo utawaona katika vitendo vyao pia ni wema, kama vile watu wa bid'a ni wajanja katika dini, kisha hili jambo lafuata paka katika mambo yao ya kidunia ni wajanja. Msione nafanya mzaha, yani ni wajanja kiasi cha kuwa hata wale mbuzi wa Maulidi wakichinja waibiana maini, waibiana matumbo, waibiana, yani wana vituko vidogo hivi, kwa sababu aslan yeye mjanja kwenye dini yake pia afanya ujanja. Sasa ule ujanja anaotumia katika dini yake yeye, dini ambayo haina itikadi sahihi anayoifuata yeye, yamfanya mpaka katika matendo yake pia hayako sahihi, sababu viungo hufuata kile unachokiitakidi. Sasa wewe ukiitakidi vituko na vitendo vyako vitakuwa vya vituko. Wallahu almusta'an. Ukiwa uko katika i'tiqad ya salafu salih, sema alhamdulillah na uifuate kisawa sawa. Na ukimwona mtu adai kuwa yeye ni katika wanaowafuata salaf na matendo yake maovu, ujue ana walakin katika kufuata itikadi ya salaf kisawa sawa, hakukaa sawa, ana matatizo. قوله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، أي تحريت الدقة والصواب في كشف السنة وبيانها وإيضاحها. nimejibidisha sana ili kuupata usawa, kuandika kile kilicho sawa na kuiweka wazi sunna, kuibainisha ili ieleweke. قوله فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني في هذا المختصر yule ambaye Allah atamwafikisha kuyasimamia na kuyatekeleza haya niliyobainisha, yani kusudia katika hii mukhtasar, ma'a ma'unatihi lahu bilqiyam ala ada'i fara'idhihi, pamoja na wa Allah amsaidie juu yake kutekeleza yale aliyomwajibishia na kumfaradhishia, basi huyo yuko kwenye khairi kubwa. Yule ambaye atakayeitakidi itikadi hii sahihi ya salaf, kisha juu yake akatekeleza maamrisho Allah aliyomwamrisha, basi yuko kwenye khairi kubwa. وبدأ من هذه الجملة بذكر ما يتعلق بالفرائض والنوافل والأخلاق. na hapa katika hii jumla akaanza kutaja yale yanayofungamana na faraidh alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna alizotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia njema alizotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema bil ihtiyati fi najasat. Mwanzo kabisa akazungumzia ihtiyat katika mambo ya najis, mtu achukulie ihtiyat
ili asiwe katika wale ambao watakuwa ni wenye kutasahal katika jambo la nini najis. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Mtume salama alituhusia kujisafisha na kujitakasa kutokamana na mkojo mtu anapotekeleza haja yake ndogo. Fa inna ammata adhabil qabri minhu, kwa zaidi katika yale yanayowapata watu katika adhabu ya kaburi yatokamana na hii haja ndogo. قوله وإسباغ الطهارة على الطاعات أي إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء نقول mtu kutawadha udhu uliokamilika على المكاره, kama kwa mfano kuna baridi, kutawadha katika baridi si kitu cha mchezo, nataka subra, sio? Sasa pengine mtu akafanya upungufu kwa sababu ya kuogopa baridi, sasa yeye akawa ni mwenye kutekeleza lile jambo kama vile alivyoamrishwa, kama qala an-nabii sallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat, je nisiwajulisheni katika amal ambazo sababu yake Allah hufutia watu madhambi na kuwanyanyua daraja za peponi. قال الصحابة بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره, tawadha kikamilifu pamoja na kuwa ile hali labda pengine yachukiza au kuna uzito, kama kwa mfano nilivyotaja kwenye baridi. Mtu kutawadha kwenye baridi na akatimiza udhu wake si jambo jepesi, kwa hivyo akilitekeleza hili ni katika sababu ya kupata haya aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. wa kathratul khutaa ila almasajidi, na hatua nyingi mtu anapoelekea msikitini, zile hatua zake za kuelekea msikitini pia ni sababu ya kupata haya aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, na kusubiri swala baada ya swala, hiyo ndio ribat. Na ribat sisi tufahamu ni mtu kuchunga mipaka ya nchi za Kiislamu kutokamana na maadui. Kwa hiyo ile ajiri anayoipata yule anayefanya ibada kubwa kama ile ambayo ni katika jihad fi sabilillah, huyu anayesubiri swala baada ya swala msikitini pia apata ajiri kama hiyo. Na hii ni ajiri kubwa ambayo waweza kujishindia sana tulabul ilm wanaosoma katika durus msikitini. قوله وأداء الصلوات يريد المصنف الصلوات المكتوبات, hapa kusudia swala za faradhi. وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah ametuelekeza na kutuhimiza tudumu katika swala zetu. الصلاة الوسطى inayokusudiwa hapa wamekhtalifiana ulama, wallahu a'lam. القول الراجح ni صلاة العصر, na imekuja sarih katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوموا لله قانتين أي خاشعين. قوله على الاستطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه وكان يشتكي مرضا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. kwa hivyo swala utaitekeleza kwa kadri utakavyoweza, bimaana ikiwa huwezi kusimama utaswali kwa kukaa, huwezi kukaa utaswali kwa kujilaza ubavuni. قوله وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الجدة هي الغنى والحظ, uwezo, utajiri. فالزكاة تجب على الأغنياء ممن ملك النصاب. زكاة ni wajib kwa matajiri walio na uwezo wanaomiliki nisab, na nisab ni kile kiwango ambacho kimewekwa kisheria. Utakapofikia katika kiwango hicho wawajibika kutoa zaka, كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن
Mtume sallam alipomtuma Muadh kwenda Yaman akamwambia thumma ablighhum بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم kisha uwafikishie pia walinganie bimaana baada ya kukubali shahada wakakubali kuswali waambie kuwa Allah amewafaradhishia zaka ambayo itachukuliwa kutoka kwa wenye uwezo katika wao matajiri faturaddu ala fuqaraihim na itarejeshwa kwa mafakiri kati ya wao maana kule kwao itachukuliwa kwa wale ambao wana uwezo wapewe wale ambao hawana uwezo qawluhu wal hajj ala ahli al jidati wal istita'ati sawa ni ahli al jadati تقدم بيان المراد بالجدة والحج على أهل الجدة والاستطاعات تقدم بيان المراد بالجدة وهي الغنى والحظ متقول يكتاجا سمو كنيوما الجدة إنه كسوليا وتجيري uwezo فمن ملك الزاد والراحلة التي تكفيه لبلوغ الحج والرجوع إلى أهله وهو بالغ حر فقد وجب عليه الحج yoyote ambaye atamiliki cha kumtosheleza kutumia njiani kadhalika kubakisha nyumbani akapata kipando akawa na uwezo wa kile kinachomtosheleza kumfikisha kufanya haji na kurudi kwa watu wake na ni mtu aliyebaleghi yuko huru basi huyu ni wajibu kwake yeye kutekeleza haji لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نهي آية الله سبحانه وتعالى متاج فراضي يحج ونجوي الله سبحانه وتعالى أمواجبيش جوي واتو وتكليز عبادة يحج لكن لمن استطاع إليه سبيلا ويولي أنبياء أنا uwezo وكفكيه لجامبو لكفاني عبادة يحج وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مات وهو موسر لم يحج نهي أثر نزيتو sana sema yote anayefariki akiwa anao uwezo bimaana ana uwezo unaohitajika kwa yeye kufanya ibada ya haji kisha asifanye فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا بس نأفك وحالي أنا وتكيه myahudi au mnasara na hii isieleweke kwa Umar al-Khattab amkufurisha yule mwenye kuiacha haji sababu haji ni ala tarahi ala alqawl as-sahih wallahu a'lam lakini ikiwa ataiacha ile haji na ikiwa atapinga kwa mfano faradhi ya haji katika hali kama hii itakuwa hatari akakanusha faradhi ya haji basi huyu yuko katika hatari kubwa ya kuingia katika kufuru kwa sababu haji ni nguzo katika nguzo za Uislamu kwa hivyo yote anayekanusha uwajibu wa haji atakuwa amekufuru wal billah qawluhu wa siyam ash-shahri li ahli as-sihat قال فصيام شهر رمضان فرض على المستطيع القادر كفunga mwezi wa Ramadhan ni faradhi kwa kila mwenye uwezo wa kufunga wa amma almaridhu fa innahu yajuzu lahu alfitr ama mgonjwa yajuzu kwake yeye kula mchana wa Ramadhani wa yaqdi ma aftarahu ba'da shifaihi min maradhihi kisha atalipa kile alichofuturu katika masiku ya Ramadhani baada ya kupona kutoka katika maradhi yake kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أين من ومين مفرضشيوا صوم كما لفرضشيوا والي وليكوا قبل ينو إلي مبتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى نمسيكم مشاكل أياما معدودات
kwa hiyo yule atakayekuwa mgonjwa au katika safari basi atalipa siku nyingine baada ya Ramadhani. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان بعض المستحبات والرغائب فقال كشف المصنف رحمه الله baada ya hapo akaelekea katika kubainisha baadhi ya ibada ambazo zimependekezwa, mustahabbat, ibada ambazo Mtume sallallahu amehimiza Waislamu kuzifanya ingawa sio za wajibu, lakini zimehimizwa kuzifanya. Kwa hivyo Muislamu asijinyime nafsi yake ajiri kama hii, na hizo ibada insha Allah taala tutakuja kuzieleza na kile kilichobakia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.